Hello guys, good morning, good evening, good afternoon or good night wherever you are watching from. Kama kawaida is your girl Doreen. So welcome to Doreen Show. To my returning subscribers, thank you so much. To my loyal fans, big up. Kama uja subscribe sijui na ngoja nini, I don't know. Anyway guys, mambo ni mengi kwa ground. Tukianza na Jerry. Kwa wale ambao mliona Jerry jana, aliweza kupost, alikuwa anavurugwa, aliatakiwa na watu ambao hawajui. Walikuwa wanataka simu na aliweza kuchukua number plate zao, na number plate kuchukua aliweza kwenda kushtaki station. So ina maana anajua number plates zilisema ni za zile pikipiki zilikuwa za nani, ama zilikuwa zimetoka wapi, ama amejua wale wenye pikipiki. Of course mafans wanakuanga online DCI, wengine wanalaumu, wanasema zile pikipiki zimetoka kwa fulani au magaidi fulani amewatuma sijui nini, wanataka simu, vitu kama hizo. Na kitu ya kwanza, mtu mwenye anataka kunyang'anya simu, huyo ni mwizi. Jumbana unyang'anye mtu simu, sumwambia kutolee t-shirt uvae. Mtu akikunyang'anya simu, huyo ni mwizi. Mwambia kama si mwizi, inafaa itishe nguo akwambie, "Hey, nguo yako ni mzuri, wewe leta huku. Nivae, sina nguo." Anyway, hatujui mbona walikuwa naitisha simu ama mbona walitaka kumnyang'anya simu, cause mliona alirecord ka video kidogo. Then tukiachana na hiyo, alikuja explain, alienda akashtaki, wakafuatilia that pikipiki, wakajua hiyo pikipiki inatoka wapi. Hiyo haituhusu, hiyo ni yao. Kama pikipiki amejua ni ya wapi, serikali wache ifanye kazi yake. Si alienda station ama sijui alienda wapi. Tuachie serikali hiyo, hatuta judge mtu yoyote cause hatujui ni nani. Sisi hatujui. Kazi yetu ni kuwatch, hatujui ni nani. Na pia si tuliona pikipiki. So hatuwezi sema hiyo pikipiki ni ya nani, hatuwezi prove. Anyway, kwa mtandao leo nimeweza kuona Senior Dev anadai 10,000. Anaitisha 10,000 zile alipatia Jerry. Niliwaambia mimi sitaki kuleta vitu ambavyo sijui, naleta kitu ambacho najua. Kile najua, kile kimeshafanyika. So sitaki ukora. Hii 10,000 anadai Jerry. Last deliverance alisema aliweza kupatia Jerry 10,000. Akamwambia nenda ukachukue nyumba uanze maisha. Na wakati Jerry aliondoka pale, next day Jerry alisema alienda kuripoti. Video iko kwa director list. Zimesema sitaki ukora. Alisema alienda kuripoti, walimforce afanye kipindi ya Illuminati na akafosiwa aite watu Illuminati na akapigwa. After kupigwa kipindi kaisha akapewa 10,000. Zile 10,000 alizichukua kwenda station kuandikisha ikuwe kama nini? Ikuwe kama evidence. Hii ni evidence nilipewa pesa 10,000 na baada ya kipindi na kupigwa kwenye nilipigwa ndio hii. Na after pale mliona aliweza kufile case. Hiyo case I think ndio include mambo na pesa zile ambazo malaika anadai, msisahau hivyo. So hapa Dave anadai pesa, alimpatia zimsaidie. Jerry ameenda kuripoti hizo pesa zilikuwa za kipindi, alipigwa akafosiwa kufanya kipindi akapewa. You viewers mtakuwa confused mpaka mjifunze ku mind business yenu. So hapa ni watu wawili, watu ambao wanajuana, walikuwa wanakaa pamoja, walikuwa kwa meza moja, walikuwa wana discuss. So hata wakiwa kwa hiyo kiti, hizo 10k haziwezi ongea. Hizo 10k zinajua ni kazi gani zilikuwa zinafanya, ama zilitolewa kwa ajili gani. It's only those two people, na Mungu akiwa watatu ndio anajua. So in this case mimi naweza sema Senior Dev enda mbele. YouTube hautasaidika. Hata kama atapost mara ngapi, hizo pesa hazitarudi. Because nimeona amepost anaitisha zile pesa. Mafans are like, yes, arudishe pesa zetu. Wengine wanasema no, kama ulisaidia wacha iende. Wengine wanauza, kwani siku hizi mkisaidiana mnanyang'anyana vitu, kunaenda aje? Msisahau hata Dante aliitishwa meno ilirudi. So guys, chunga sana, usikuwa uko na kitu wenyewe unaweza daiwa anytime. Kama unajua ulipewa kitu haukugaramika vizuri, chunga sana. Watu wanaweza idai. That's why mimi niliwaambia, yeyote ambaye anaamini Mungu, yeyote ambaye anategemea Mungu amebarikiwa. Na ukitegemea mwanadamu umelaaniwa. Okay, kuna mtu labda hataelewa mbona anasema hivyo. Unaona, it's like hao watu wanadaiana pesa. Ina maana kama hao watu, sijasema wote ni wabaya ama ni wazuri. Wote ni wabaya, si wazuri. Juzi wanavurugana wote.
this is a group, wanavurutana na wanadaiana vitu zao, kumaanisha angekuwa ni Mungu amepatia mwanadamu uhai wetu, ama Mungu angekuwa mwanadamu, angekuwa anafinya hivi maisha yetu na remote, angekuwa na press tu fulani zima leo, fulani zima leo. Dunia hii leo ingekuwa na 15 people. Si uongo. Leo hii dunia labda ingekuwa na 15 people, lakini juu Mungu ananga hizo, tunamkosea tu anatusamee. Tunamkosea tu anatusamee, lakini sasa hawa ni watu ambao wataki kuombana msamaha. Hawa ni watu wamekataa kukaa chini kama watu wakubwa, waongee wamalizi, wanaleta vitu kwa mtandao. Anyway, jana niliona nani Ndolo amerudi. Na Ndolo kurudi, kuna watu walikuwa na expect kuja afanye nini? Aseme ukweli yenye hatujui. Na kuna wenye walikuwa na expect achambe Malaika, kuna wenye walikuwa na expect achambe Jerry, kuna wale walikuwa na expect achambe Dave, ama kuna wale ambao walikuwa na expect asimame na mwenye atasimama naye. Hey, Ndolo naye ni nani? Ndolo big up na kuinamia. Ndolo aliongea vizuri kama wanaume 24. Acha hivyo, kuna wengine wanaropo kwanga tu, kuna mwanaume mwingine anashindanga huko akikoa mtandaoni. Ndolo aliongea kama mwanaume. Juu hii ni vita. Hakuweza kutaja mtu. Na hata nakumbuka akisema ni vizuri watu wakikosana mkae chini mumalize, msameane, mwache kukumbushana vitu mingi. Mnachimba mambo mengi, mnavurugana. Ukikosewa msameane, move on, muendelee na maisha. Kama mtu amai kupea kitu, usikue tena unaleta maneno. So in this case, aliongea kwa ujumla, au watu wote wako kwa makosa. Aliongea kwa ujumla, wote wako na makosa. Hakuna mtu mzuri, kwa sababu hakuna mtu amenyamaza. So mnaona wanavurugana. Kama ni Jerry ana update, kama ni Malaika ana update, kama ni Dave ana update, kama ni Freddy ana update, the other side wote na wale wengine wana update. Hakuna mtu amenyamaza, hakuna mtu ametulia. So in this case, Ndolo aliongea kama mtu mzima, mtu mwenye anaweza leta amani. Na si kuona akiongea kitu ambaye itasumbua mtu, ama kitu yenye itafanya mtu aseme mbona uongee hivi. Cause mafans wengi walikuwa like kuna wengine walikuwa nasema Ndolo ukuje ujitokeze useme ukweli, wengine wanasema Ndolo ni sawa chenye umeongea, wengine wanasema umeongea kama mtu mzima, maturity. Yes, kuna watu wali expect avuruge. Ndolo hakuvuruga, alisimama hapo katikati, yani alikuwa neutral. Usiai side na mtu hapa kwa hii kitu, au watu usiside na mtu yeyote, maana hii kitu ikiharibika unaweza ingia ndani, kwa sababu kitu Ndolo alifanya hii kitu watu already iko kotini. What if Ndolo side na mtu mmoja mambo yaharibike? Utatoa evidence ukisema nini? Okay, utaenda kusimama hapo ukitetea, utakuwa unatetea nini? Kumbuka watu wako na lawyer, huna lawyer, unataka kwenda hapo kusema nini? That's why niliwauliza mafans, juu mmekuwa mkichochea. Pia nyinyi mnaenda kotini. Pia nyinyi mtaenda kotini. Anyway, guys, bila kupoteza muda, sisi wacha tuachie Mungu. Kama hao watu wamepelekana mbele, wacha wapelekane mbele, justice ipatikane. Mwenye anataka vitu zake, mwenye anadai pesa zake, aende mbele, apate pesa zake. Mwenye anaona amekosewa mali, aende mbele, apate justice. Cause mtandao haitasaidia popote. Mafans ndio wanasha moto wakiingiza kuni nzito. Inatoa moshi, moto kali. So guys, mkuwe na siku njema, be blessed. Thank you so much for watching. Stay tuned for another video.